Wa kipindi cha Know About Movie ndani ya mjengo tena wa Indundi TV, kama kawa kama dawa. Leo nina mgeni mkali sana, mwigizaji wa filamu nchini Burundi. Waigizaji wamefunguka akili kutoka hapa Burundi, wamoja wanaingia South Africa, Malawi, hadi wanafika nchi tofauti kwa sababu ya kuleta mafunzo. Kwa hiyo leo tuna mgeni ambaye atatuongelea ni kitu gani alichojifunza alipokuwa nje ya Burundi kwenda kujifunza sanaa. Basi usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, pata kuja alama kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kupata notification za vipindi vyetu. Na nyuma kamera nina mkali wa quality Mr. King Epimax akitupa uondo. Karibu sana. Burundi na wapenzi watazamaji na wafuatiliaji pia wa filamu za Burundi. Nao nipo na mgeni hapa, kama unavyomuona ni mwigizaji mkongwe wa filamu za Burundi. Tutapata kujua mambo mengi sana, lakini ni si mwingi wa kuongea, tumsikie anachokipanga na anachotuandalia sisi mwaka huu. Mambo vipi bro? Poa sana. Habari za siku mzee? Salama. Kitambo sana mzee, tumekuona kwenye movie miaka ambayo iliyopita, nao tukao tumekosa kwenye game na tumeona tena umerudi. Ni kweli kabisa. Unajua mambo mengine inabidi kujitoa kidogo na kwenda kupata majifunzo mengine tofauti. Kabisa. Labda washabiki wako wapate kujua unaitwa nani, unakaa wapi na unajishughulisha na kazi gani? Kwa majina mimi ninaitwa Sadiki Henri El Sadat, ukitaka unaniita hivyo. Na mahali napoishi ninakaa hapo Kamenge, ndo ninakaa zaidi. Vizuri sana. Labda na kazi nyingine ambayo unajishughulisha kinyume na sanaa? Kinyume na sanaa mimi zaidi najishughulisha na kazi ya Mungu na mambo mengine kama vile biashara na kadhalika. Vizuri sana. Ulivyomsikia huyu anaitwa Mr. Sadiki Henri El Sadat. Mzee, umetuambia kwamba umetoka Burundi na kwenda sehemu ambayo labda ulienda kujifunza namna gani ambayo mtaendeleza movie ya Burundi. Tukidiscuss kidogo, filamu ya Burundi na matatizo makubwa sana kwa upande labda kwa uandaaji hadi mwisho ili movie iweze kukamilika. Unaweza kutuambia ulikuwa nchi gani kwenda kujifunza na kwa nini ulipendelea kwenda kujifunza sanaa ya filamu nchi nyingine ambayo tofauti na Burundi? Ni ukweli, unajua hapa kwetu inchini tuna matatizo mengi sana kwa sababu ya sanaa. Na huwa watu wengi utupilia kazi ya movie na filamu mbali. Sasa kwangu mimi niliona ni vema ni jitupe katika nchi mbalimbali kama vile Congo ili kwenda kutafuta style nyipya na kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea zaidi. Kwa hiyo katika safari zangu nimejifunza mengi sana, na hayo nimejiwekea malengo ya kuja tena hapa kwetu nchini ili kuja kuinua tena sanaa. Na ukiangalia kwenye filamu kuna sekta nyingi sana. Kuna sekta nyingi, mfano unaweza nikazungumza, unakutana na mtu ambaye ni supervisor wa movie, labda mwingine anaweza kuambia kwamba huyu hapa ni mhusika labda kutafuta njia kwa lugha nyingine tunasema charge marketing, kutafuta njia ya soko. Labda kuna mwingine anakuambia kwamba mimi nasimamia kuandishi wa story, mwingine ni director. Kwa hiyo katika hivyo vitu vyote wewe upo kwenye sekta gani? Katika crew yote ya movie mimi zaidi nakuwa mwandishi wa story. Pia mimi ni kama vile unavyosema charge na marketing, na pia mimi ni mwigizaji. Naipenda sana hiyo kazi. Vizuri sana. Ukiangalia kiundani, tukibakia hapo kwenye njia ya charge marketing, ukitazama nchini kwetu Burundi sanaa hailipi tofauti na nchi zingine. Hapo awali ilikuwa ni mziki ulikuwa hauna kabisa nafasi ya malipo, lakini leo unaona wasanii wa waimbaji wa music wanakuwa wanatembelea magari, wanaanza kumiliki manyumba. Tofauti sana na waigizaji wa filamu. Kwa sasa uwezo wa kukuta mwigizaji wa filamu Burundi ana gari au hata kinga hana kabisa, na kiwa amepata kinga basi atakuwa amepata hiyo baskeli ni kwa pesa labda zingine zake ambazo amezitafuta yeye mwenyewe. Ukitazama ili soko ya filamu Burundi iweze kupatikana, kitu gani ambacho waigizaji wa filamu wanatakiwa kufanya, au ni njia ipi watumie, aidha ni stories zipi ambazo wazifanye ili kuweza kufikia wapate soko? Unajua, na ndio kitu ambacho kimetufanya tuingie katika manchi mengine kutafuta mwelekeo. Na nataka tupambane na hiyo hali, sababu ni kweli watu wanatumika pasipo kuona mafanikio. Lakini sisi tunataka tuwaelekeze watu kukamata kila kitu wanachokifanya na kujiwekea malengo zaidi. Na pia neno kubwa katika marketing. Tunajua kama filamu hapa kwetu bado haijakuwa na marketing mazuri, sababu watu bado wangali wanashikilia sinema za nje na kuzikamata na thamani kubwa zaidi hapa.
Sasa ni kwetu sisi wasanii kujiwekea malengo kama vile kupromote movie zetu na kuzifanyia bidhaa mbalimbali na kutafuta namna ya kuumba kitu fulani kama vile tunaweza kuita activity mbalimbali za kuingiza pesa, sababu wakati mtu anatoa movie anatumia gharama nyingi sana, na huku unakuta movie haijalipa. Kumbe inabidi kutafuta njia ya kutafuta namna ya vile tutaweza tena kuingiza kidogo, hata wasanii wacheza filamu nao wajipate katika kazi wanayoifanya kabisa. Ukitazama nchi zingine kuna kuwa na nyumba za usambazaji. Mfano tukiona Tanzania tunakuta Steps, kuna Splash, kulikuwa Pilipili, kulikuwa SB5 Effect. Hizo zote zilikuwa ni nyumba ambazo zilikuwa zinahusika na usambazaji wa filamu. Pale msanii anapotengeneza kazi yake anajua kwamba nakimbilia kupeleka movie yangu hapa ili uweze kufanyia usambazaji. Hivi ni kwa nini Burundi kunakosekana hata nyumba ya usambazaji wa filamu ili filamu zenu ziweze kusikika Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda hadi zifike pale kwenye nchi ambayo ulikuwa utegemei ili ziweze kufika? Unaona mnafeli wapi? Ni wapi ambapo mmekosea ili muweze kukosa nyumba za usambazaji wa filamu? Katika swala hili mimi najifikiria kwamba ni ukosefu wa boss manager na pia watu watakaojitoa kwa sababu ya kusupport wasanii. Na neno la pili ni wasanii wengi hapa kwetu nchini hatuna malengo. Unajua tunafanya movie kama vile za hapo kale, hazina swaga, haziuzi, yani unatizama vitu vingine havimpi hata mtazamaji huba ya kuwa hamu yani ya kununua hiyo CD. Sasa kwa hiyo inabidi sisi wachezaji, yani waigizaji, tupande level nyipya na tujiwekee malengo, na hapo hawa wa manager huenda wanaweza kuifurahia kazi tunayoifanya na inaweza kufungua mlango fulani. Kuna mtu mmoja nilizungumza naye kwenye interview akasema kwamba tatizo sio waigizaji. Anakuambia tatizo ni wale wa manager. Wanashindwa kuweka hela wakihofia kwamba hizi hela zitarudi vipi. Kwa yule mwigizaji akasema inabidi wa manager waweke pesa, baada ya kuweka pesa zao pale mezani, hakisha waigizaji wafanye kazi kubwa tena nzuri ambayo itakuja kuleta mauzo, kwa sababu kama ni story zipo. Je, hapa kati ukiangalia tatizo lipo kwa manager, hizo tatizo lipo kwa waigizaji. Kwa mfano ulivyozungumza kwamba waigizaji wanashindwa kujielewa. Sasa hapo sielewi vizuri kutokana na support kwa waigizaji nao wanakosa support kutoka kwa manager ambao wanao wa manage. Sasa unajua wakati mtu anajifanya manager, yeye ni mfanya biashara. Anaweka pesa zake kwa sababu kesho yake pesa iongezeke. Na hakuna mtu anayeweza kutaka kuweka pesa zake ili kwamba zipotee hivi. Na ndio wasanii ni wengi, waigizaji ni wengi, tuna makundi mingi hapa kwetu nchini Burundi, lakini tatizo kubwa, na tunaweza kuwa na story, lakini story ndiyo inauza sura katika watazamaji. Sasa hapo kitu ambacho naweza kusema ndio wa manager hatuna kweli, lakini kitu kinachomfanya manager akuje katika kundi ni wakati anaona uzito wa kazi mnaoibeba. Na neno lingine ni kwamba ndani ya waigizaji na makundi mengi hamna umoja, na inabidi pawe na umoja, ushirika na kutafuta neno fulani kama vile mkazo wa kufanya katika kazi. Kukataa hiyo tunaita huko mahali tulipokuwa Congo marché pirate, kuvunja hiyo maneno yote. Tukirudi nyuma, mwaka jana ni mwaka ambao makamu wa pili wa rais alifanya kikao na waigizaji wa filamu pale kwenye hoteli ya Sadiki. Aliwajulisha kwamba kama nyinyi vitu vyenu mnashindwa kuvipa thamani, msitegemee kuna watu wengine wanaweza kuvipa thamani. Wakasema kuna OBDA. OBDA ni ofisi ambayo inayosimamia droit d'auteur, kwa Kiswahili haki miliki. Inasimamia haki miliki za waigizaji. Inamaanisha kwamba ukipeleka movie yako ukaenda pale ukaiandikisha, itafanya miaka 50 ili waweze kurudia ile story. Na ukimwona mtu amekopi story yako na ameitoa, lazima kabisa kiundani pale atakuwa haki zote zitakuwa zimesimama na sheria itatumika kama vile. Ni kwa nini nyinyi waigizaji mnashindwa sasa kufika kwenda kuandikisha kazi zenu? Unajua kufika kwenda kuandikisha kazi na inatokana na uzito wa story yako, na sababu kuna masharti fulani inatakiwa mtu ajihusishe na hiyo masharti, na wenda unakuta kuna makundi mengi, kufikia yale masharti ndo inakuwa tatizo, inakuwa vigumu. Ndio sababu unakuta sinema hapa kwetu iko chini kabisa.
Yep, na ukitazama kwa mtazamo, ukiangalia movie kama tunafeli ni kwa sababu unakutana kama jinsi ulivyozungumza, wewe ni mtunzi wa filamu na unakutana filamu nyingi sana zinakuwa hazina mwelekeo. Movie unaiona mwanzo, ikifika kati movie imeharibika. Labda mwanzo tu unaona kwa kuweka tu movie mara moja umeona hii sio movie. Sasa hivyo ni kwa nini? Labda ni kwa nini? Kwa sababu kwa pale kuna story, kuna director, kuna script writer, kuna watu wengi sana ambao wanafanya movie ili iweze kukamilika. Sasa kwa nini movies zinakuwa ni mbovu kiasi hicho? Hasa movies za Burundi nizungumze. Kwanza movies za Kirundi, movies za Kiswahili, hadi movies za French. Labda French wameanza kujitahidi kwa sababu Festicab inakuwa inakagua movie zao, lakini nyinyi za Kiswahili mnashindwa hata kuingia kwenye matamasha za festival ili kuweza kutangaza kazi zenu. Ndio, ni kweli. Unajua, unaweza kuwa mtunzi wa sinema lakini tafuta majifunzo. Na unaweza kuwa director lakini huna majifunzo zaidi, sababu umejifanya kuwa director pasipo majifunzo. Lakini wakati unaingia katika majifunzo fulani ya sinema, huwa wanakupa mwelekeo, sababu sinema ina misingi yake, na wakati unapotunga story yako huwa kuna misingi ambayo unatakiwa kuifuata, sababu unakuta mtu ameamka asubuhi sababu amekumbana na neno fulani njiani, hapo ameiweka kuwa inakuwa story ya sinema. Na wengine wanaweza wakapanga story, kesho wanaingia kwenye shoot, hapo wamebadili story yao. Sasa hii inakuwa tatizo, sababu watu ni kujua ni kitu gani tunakifuata na kujiwekea malengo na kujua. Wakati mimi nakuwa mwigizaji, hapo nimekuwa star, sababu kuna watu wananitizama, wanangoja majifunzo, wanataka mimi niwaelimishe, ili kwamba kuna neno ambalo linawakamata zaidi lipate kuwapa mwangaza fulani. Sasa wakati unakuta stories ziko mbovu, height quality ya shooting iko mbovu na mambo mengine hivyo. Basi neno la mwisho ni kwamba ni shauri gani hasa unaotolea waigizaji wa filamu ili waweze kufikia malengo yao? Kama vile mimi nilivyojiwekea malengo, nataka waigizaji wote tuungane kwa mkono ili kwamba tufikie malengo ambayo tunajiwekea. Nafurahi sana sababu waigizaji wengi tumejiwekea kwamba mwaka huu lazima sinema hapa kwetu ipande juu. Kumbi tujue ni kitu gani tunachotaka kuboresha na mahali gani tunapotaka kufika. Tukamate kazi na tuishi kazi. Tusitake maneno, tufanye kazi ili kwamba nchi yetu nayo iwe kama vile wa Tanzania. Leo tumeanza kushindiwa hata na DRC. Tunaona movie zao zinaingia kwenye Hollywood na mahali popote pale. Wameanza kufanya kolabo mbalimbali, hata na sisi tuna hiyo malengo, kumbi watu wote wafanye kazi. Asante sana. Hii ni Indundi TV ya kwanza ambayo inayokuletea vipindi vya waigizaji wa filamu na kuvitambulisha na burudani nyingi ambazo ni tofauti sana. Basi neno moja kwa Indundi TV mzee. Big up kabisa, sababu hakuna mtu anayeweza kufika fasi pasipo kuchukuliwa na mtu. Na kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewafanya kuwa njia. Tumeona kama Mungu amefanya Indundi ili kutufikisha mahali ambapo tunataka. Tunataka watu wote wa subscribe channel yao hapo kwenye YouTube na waifate zaidi. Tuko pamoja, tutaifika. Huyo ni El Sadat, anakuambia usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, First TV Online, ambayo inakuletea mambo mazuri sana. Na hapa tumefika mwisho, na siku nyingine mzee tukikuita karibu sana. Asante kabisa, tuko tayari. Haya, kwaheri sana wa ndugu watazamaji wa kipindi cha Know About Movie. Peace.